Gavana wetu wa Kiambu, Reverend Getao, Reverend Waweru na Reverend Njau na washirika wote wa kanisa hili na wakazi wa Kiambu, hamjambo? Hamjambo tena. Tupigie Wamradha makofi, ameongea vizuri, asante sana. Na mimi nikisimama hapa, sijui Dr. Reverend Waweru, unajua huyo Reverend Njau ametoka kwetu Mitahato. Kama anakuambianga ametoka Riafai, wewe ujue ni wa Mitahato. Na ni rafiki yangu sana na nafurahi kufika hapa. Mheshimiwa Mashwa, rafiki wetu sana. Tumefanya naye campaign mpaka akaingia kwa hii kiti, na tunamshukuru ile kazi ambayo anafanya katika Kiambu constituency. Na sisi ndio tulisaidia yeye sana. Sababu hata Biblia inasema wakati Musa alipewa kazi ya kupeleka watoto wa Israeli, alipatiwa msemaji anaitwa Harun. Sisi ndio tulikuwa Harun wa huyu mheshimiwa, na saa hizi unaona hata kuongea sasa imeimprove. Kwa hivyo lazima ningesema hivyo sababu ako sawa. Hiyo wakati mwingine alikuwa anasema habari anaketi. Saa hizi unaona anachukua muda, hiyo ni kumaanisha mheshimiwa ako chonjo. Mheshimiwa MCAs. Mimi nilikuwa MCA wakati mmoja na najua ile shida ambao wanapitia. Na shida ambayo wanapitia sana sana, wao ndio wamekaribia mwananchi ambaye aliwachagua. Kwa hivyo ni vizuri ukisikia MCA mahali anaongea, tunamsikiza. Na nimefurahi kusikia MCA wa hapa Ting'ang'a, sababu tulikuwa na yeye wakati wa 2013 na 2017. Na hiyo serikali ya gavana wa kwanza Kabogo, watu husema inaonekana ilifanya kazi zaidi kuliko hizi kuliko gavana wengine. Na nitawaambia ni kwa nini. Sababu sasa gavana hata hajamaliza, umesema ziungoje. Tunawaona liaison officers. Sisi tungetaka kusema hivi, ni sababu walifanya kazi, sababu tulikubalia MCAs wafanye ile kitu inaitwa oversight. Na oversight ni kuambia governor mahitaji ya wananchi na kuangalia vile pesa inatumika. Kwa hivyo mimi nasema MCA tushirikiane pamoja kumweleza na kumwambia yale ambayo tunasikiza. Your Excellency, Kiambu tunaweza sema tuko na bahati. Hii mafuriko haijatudhuru zaidi kupoteza maisha mengi. Lakini kuna mafuriko, Your Excellency. Na ndio maana tunakuomba kama vile waheshimiwa wengine wamesema, zile pesa ambazo ziko za kusaidia hii maneno ya mafuriko zifike Kiambu. Na zikifika Kiambu zinakuja na chakula. Na ikikuja na chakula pia tunaambia gavana katika emergency fund ako na shilingi karibu milioni 100. Tushirikiane wote ndio tusaidie watu wetu. Mheshimiwa Rigiji, msema ukweli, mfiki mapema, wewe you are a uniting factor. Na nikisema wewe ni uniting factor, nipatiane tu hii mfano, sababu tuko kwa kanisa, lazima tuongee ukweli. You are uniting factor. Women wetu wamekaa hapa, wabunge wetu wamekaa hapa, hata gavana wetu wamekaa hapa, mimi niko hapa. Umetuleta pamoja. Na the last time tulikuwa tumekaa pamoja, ni wewe tu ulikuwa umetuita. Ni vizuri kusema, ni wewe tu ulikuwa umetuita. Kwa hivyo kuja Kiambu mara mingi, ndio nikiona governor hapa nimuelezee. Kuna mambo ambayo naweza muelezea kabla sijasema kwa microphone. Na nikimuelezea ndio Kiambu yetu iende mbele. Na mimi nikifanya kazi yangu kama senator, Mheshimiwa Rigiji, kazi ya senator sio kazi mingi, sababu senator hana CDF, senator hana GAF, senator hana basari. Senator kazi yake ni mdomo peke yake. Na mdomo ni kusema ile pesa ambayo unaleta hapa Kiambu, Mheshimiwa Deputy President, mkiwa na rais ambaye tulipitisha Senate, tukapitisha kila mwezi Kiambu inapata bilioni 1. Mwezi huu mwingine milioni 900. Mwezi huu mwingine bilioni 1. Tuligawa hivyo, bilioni, milioni 900. Bilioni, milioni 900. Hiyo pesa ikifika
sheria inasema senator akipitisha, gavana anachukua pesa. Sasa ni kazi ya senator kuomba gavana na kumuuliza na kumwambia ile pesa ambayo tulileta imetumika aje. Akitumia vizuri tunasema sawa, mahali haijatumika vizuri pia tunasema si sawa. Si mambo ndio hayo? Ndio tuendelee kufanyia wananchi wetu kazi. Mheshimiwa Rais, hata hawa washirika wote hapa, ukituma mtoto wako kwa duka akanunue mkate, umpatie shilingi 1,000, akirudi lazima uulize change, si ndio? Si lazima uulize change? Na akikuja akwambie alinunua mkate 900, hiyo mkate hata huwezi kula. So lazima tuulize so that we can bring accountability. Ya mwisho, Mheshimiwa Deputy President, mimi nafurahi sana na Mount Kenya tumefurahi sana, sababu hata chama chetu cha UDA juzi kimefanya vile sote tunaamini ati rais ni mmoja na Deputy President ni mmoja. Kwa constitution ya chama wakabadilisha constitution ya chama, ile ilikuwa inasema ati deputy kukuwe na one party leader na 4 deputy party leaders. Hapo wakakosoa, wakatengeneza vizuri. Sasa chama chetu cha UDA pia kinakubali one party leader and one deputy party leader. Na ndio maana tuendelee kuheshimu Rigiji wetu ambaye ni yana tushikanisha wote, sababu akiwa pale kama deputy party leader, hata kwa chama sisi watu wa Mlima Kenya tumeangaliwa vizuri, si ndio? Kwa hivyo wale walikuwa wanangoja mkono yanguke kama fisi hivi wajue we have one deputy party leader. Ya mwisho kabisa, Mheshimiwa, ningekuomba, sababu sasa umeingia ile ofisi yako ya Karen, ningekuomba wakati mara kwa mara uwe unatualika na unaalika haswa MCAs wa Kiambu. Kualika ni wakuambia mambo mawili matatu ndio kelele zipungue Kiambu. Na ukiweza sio wa Kiambu peke yake. Kwa hivyo hata tukitoka hapa tunaenda kule Limuru, na najua Mheshimiwa wewe ndio mgeni wa heshima Rigiji, kumuona aliyekuwa kansla miaka mingi iliyopita kule Limuru. Na tukifika huko Mheshimiwa, ningetaka tu ukumbuke hata Kiambu kuna wale mafoma MCAs wa serikali ya kwanza 2013 2017, kuna wale former MCAs wa 2017 to 2022, pia wao keti na wao watakuambia mambo mawili ama matatu kuhusu hii kaunti yetu. Kwa haya machache ningetaka kusema, nikifanya kazi ya kaunti na nikiendelea kufanya kazi ya kaunti, nimebadilisha mwendo kidogo. Mimi nikiona maneno ikienda vibaya na kuwa natembelea governor na mwambia kwanza, lakini asipoyafanya sasa naita mkutano wa hadhara wa kuambia kila mtu wa Kiambu. Sio tukubaliane hiyo? Unajua nilienda kumuona juzi kwa ofisi yake, na najua mabloggers wengine walilala na viatu lakini nilienda kumuona na tukaongea mambo ya Kiambu. Nikamwambia hospitali ya Kiambu yale mazuri nimeona, hapa tunaenda kule Limuru, na najua Mheshimiwa wewe ndio mgeni wa heshima Rigiji, kumuona aliyekuwa kansla miaka mingi iliyopita kule Limuru. Na tukifika huko Mheshimiwa, ningetaka tu ukumbuke hata Kiambu kuna wale mafoma MCAs wa serikali ya kwanza 2013 2017, kuna wale former MCAs wa 2017
2017 to 2022, pia wao keti na wao watakuambia mambo mawili ama matatu kuhusu hii kaunti yetu. Kwa haya machache ningetaka kusema, nikifanya kazi ya kaunti na nikiendelea kufanya kazi ya kaunti, nimebadilisha mwendo kidogo. Mimi nikiona maneno ikienda vibaya, na kuwa natembelea governor na mwambia kwanza. Lakini asipoyafanya, sasa naita mkutano wa hadhara wa kuambia kila mtu wa Kiambu. Sio tukubaliane hiyo? Unajua nilienda kumuona juzi kwa ofisi yake, na najua mabloggers wengine walilala na viatu lakini nilienda kumuona na tukaongea mambo ya Kiambu. Nikamwambia hospitali ya Kiambu yale mazuri nimeona, nikamwambia yale mabaya niliona, nikamwambia, na akasema ikifika siku 14 atakuwa amerekebisha. Sasa imebaki kama siku 3 hivi, nitarudi pale, alafu sasa tujue namna gani, na najua ni mtu wa kusema na kutenda, si ndio? Kwa hivyo hiyo mambo ndio tutafanya. Nawashukuru sana, Mungu awabariki, na tuendelee kufanyia wananchi wetu kazi. Na mkumbuke Karongo wa Dhangwa ni watchman, na watchman akiona mwizi anachukua virimbi anaipuliza, kila mtu anasikia, anakuja kuokoa yule ambaye anaibiwa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Yes, I wanted to, we were consulting. I take this opportunity to invite the one and only, the governor of Kiambu County. Asanteni sana. Asante. Your Excellency, Naibu wa Rais wetu.